Shoga yangu, mbona jana mimi sijakuona? Yaani kisimani nimeenda huko sijui mtoni, hata sijakuona. Shoga yangu naye kwa kujisaulisha. Kiasi niko kwenye birthday. Mwenda happy birthday yake. Unaona sasa nilishasahau mimi. Na kweli kichwa chako cha panzi yani kwa kujisaulisha. Yaani wewe uishiwi mbinu. Ukutaka kuja kwa shoga yako. Okay, tuache hayo. Shoga yangu. Hivi nina mawili matatu nataka kwanza nikuulize. Lipi? Nini maana ya usungo au mtu kufundwa? Shoga yangu, utakuwa umenibebesha bonge la mzigo kichwani. Mimi mwenyewe ni mtu tu hakuja huko. Mimi ni mtu wa huko, sijui maana yake. Ila kwa nini unataka kulijua hili? Haya mwenzangu. Umemalizana vipi na Kilegu? Kilegu tumemalizana vizuri sana shangazi. Na tena bosi ameupenda kweli kweli ule mzigo wa sasa. Sababu yani ndizi zimekomaa vile anavyohitaji yeye. Na tena nilipopata kile kiasi nikampelekea cha kwake na mimi nikachukua cha kwangu. Kwa hiyo tumemalizana vizuri sana. Sawa. Sasa nikuulize labda. Kuhusu hiyo hela. Umeipangia kufanyia nini baba? Tayari nishapanga cha kukifanyia kwa sababu nimempatia Sule, sijui unamkumbuka yule rafiki yangu ambaye nimempatia kiasi cha pesa ambacho anitengenezee kitanda. Kwa sababu shangazi yani ni kulala chini afu unajua mbavu zinauma kweli kweli, nikaona hii sio kweli bwana. Ngoja nichukulie kitanda. Yaani shoga yangu, kuna mtu nimemsikia alikuwa anasema kwamba yeye haoi mwanamke msungo na ambaye yani mwanamke hasiyefundwa. Mtu ndo shemeji huyo. Maana kwa kujichetua hatari. Wala sio shemeji. Haya mambo yanakuwa yanafanana na ndoa. Kwa hiyo ninachokushauri shoga yangu, nenda kwa mtu ambaye ameolewa ama ameoa ama anatarajia kuoa. Hao watakutatulia tatizo lako. Basi sawa. Nashukuru shoga yangu kwa ushauri wako. Haya poa. Haya poa. Babangu uliko kuwa wewe na mimi ndio wazo wangu lilikuwa hilo. Na ndio maana nilikuuliza. Mbona unakotoka kazi ngumu mchana unazofanya unarudi tena unaomba mtama chini? Inaumiza kweli. Alafu sasa ukiangalia umri wenyewe umeshapita. Siku unakuja na mkwe hapo anakukuta unaomba mtama. Maana naona utani na Lisa avishi. Hiyo siri unaijua wewe tu shangazi. Sawa, ila ndio hivyo. Unajua? Maana naona kwa Lisa uchezi mbali baba. Haya. Shangazi wewe. Ila tu huyo Sule unamwamini? Sule mwaminifu. Sule mwaminifu. Hakuna mtu asiyomjua hapa. Nadhani sijui nahisi labda wewe shangazi ndio umjui Sule. Lakini mbona yuko vizuri kabisa? Mimi sijai kumwona anapochongea vitanda bwana wewe. Shogangu, umekuja nyumbani? Upo kimya. Haupo wewe, haipo Lisa. Nimekwaje tena ulienda? Shoga yangu nilienda hapo kwa jirani yangu, mwanae anauma, kwa hiyo nilienda kumuona hapo. Unaweza kuzurura? Ndio kawaida kuzurura. Sinajua mjini hapa bila kuzurura inakuaje. Haya, karibuni. Asante. Hapa story ndani. Mimi nitakaa hapa. Karibuni sana kwangu. Asante mama. Haya ndugu yangu. Siku hizi hata uonekani. Kikobani uonekani. Tukija hapa nyumbani ndio hivyo, mara upo mara haupo. Nimekuta hivi tena. Shida ni nini? Shoga yangu, yani mwenzenu nina shida kubwa sana kwenye kichwa changu. Yani yamejaa mengi. Tena nashukuru sana mzikuja nyumbani mje mniulize. Mwezi juzi nimekaa hapo, nilikuwa namsuka mwanangu Lisa. Mama, nikishachezwa itakuwaje? Nikamwambia mwanangu, ukichezwa utapata tu nguo, utapata magubiko kama kanga, vitenge, vitambaa na mambo mengine kama hela. Akanambia sawa mama, nimekuelewa. Na swali lingine, nikamwambia niulize mwanangu swali gani? Akanambia mama, mimi nataka kuuliza nini maana kufundwa?
Nikamwambia mwanangu, wewe hapo ulipo bado hujafikia, siwezi kukuambia nini maana kufundwa. Subiria siku yako ifike. Siku yako ikifika ndio utajua kwamba nini maana ya kufundwa. Kwa sababu sasa hivi wewe umri wako kukwambia maana ya kufundwa bado. Siku ikifika utajua. Akanambia sawa mama, nimekuelewa. Nataka nikuulize swali lingine. Nikamwambia niulize mwanangu. Akaniambia, mama, eti nini maana ya mwanamke msungo? Shoga yangu nilistuka kuniuliza hilo swali. Yaani 9:10 hilo swali ndio liliniumiza vibaya. Nilimfokea. Unajua nimemfokea mtoto. Mtoto akainuka kwa hasira akaingia ndani. Lakini baada ya kuingia ndani mimi mwenyewe niliumia. Nikajua kabisa mimi ndio mwenye makosa. Maswali yote ananiuliza, yani yananihusu mimi. Lakini sasa haikubidi kwamba nimwambie ukweli. Itabidi tu nimfokee kwa sababu maswali ananiuliza ni mazito sana. Kwa sababu umri wake ushafika wa kuchezwa. Hadi sasa hivi mimi sielewi. Yupo tu. Kwa shoga yangu mwenzenu, msinione mimi nipo tu hapa sasa hivi sielewi. Yaliyonisibu kwa mwanangu huyu ninaokaa naye ndio hayo. Kwa shoga zangu mmekuja, naomba ushauri wenu. Nifanyeje? Vipi? Shemela inakuaje? Poa. Uko poa shemeji? Naona umekuja kuniona shemeji yako. Nikuja. Acha wewe. Sasa? Nilikuwa na maongezi na wewe. Sisi tunaweza tukatoka mara moja tukaenda pale tukaongea. Sasa hivi tutoke. Sasa hivi. Kwa hiyo tunazungumzia nje hapa. Nje hapa. Basi sawa, shemela lake. Shemeji. Sasa kinachoshinda kumcheza yule mtoto ni nini? Au kwa sababu mamake alivyofariki? Eti. Shoga yao. Wewe mwenyewe unajua maisha yangu ninavyoishi hapa nyumbani. Mimi nyumba ninayoishi ya kupanga. Kodi na nitaka mimi. Kula kuna nitaka mimi, mambo mengine yote. Leo hii mimi nije niseme ni mchezo yule mtoto naanzia wapi? Kama mnavyoniona hapa nyumbani. Napata wanaume wenyewe hawakai. Wakija hapa kwangu siku 2-3 wanaondoka. Sijui nina nuksi gani na mkosi gani sijui. Sasa unasema kwamba huna uwezo wa kumcheza. Huyu mtoto akipata mimba huko mitaani, mtaenda mtamchukua huyo jamaa, mnamleta hapa, mnampiga faini, lakini aibu inabaki kwenu nyinyi. Kwa nini msimtelekezee vitu vyake mtoto? Kwa unachokusii tu shoga yangu, ita tu hata wakubwa 2-3 wampe maana, basi mtoto akae na uhuru. Sio mnamwacha tu mtoto. Hapa mitaani kama unavyonijua mimi, siachi shughuli ya mtu. Kila shughuli nipo. Mimi magubiko napeleka. Sijui michele napeleka. Leo hii uje uniambie huyu mtoto niite wakubwa 2-3 waje wamfunde. Kwanza wewe jifikirie, mtoto mwenyewe atajisikiaje? Atawaza, mamangu angekuwa mzima, asingenifanya hivi kama alivyonifanya mama mdogo. Mimi mwenyewe nafsi itanisuta. Yaani siwezi kufanya hivyo. Yaani tena siwezi kabisa. Naomba tu shoga zangu, yaani mnishauri wote, sio kwamba kuwaita wakubwa 2-3 waje wamfunde, hapana, siwezi. Shemeji yangu bwana. Nakusikiliza hilo neno lako ninalotaka kuniambia. Kwanza kabisa nashukuru kwa kunisikiliza. Maana mtoko wenyewe ndio hapa tena. Ndio umenitoa. Ndio hapa. Hivi shemu. Hivi samani labda naomba nikuulize. Bila shida, uliza tu shemeji yangu. Hivi mtu akishachezwa kinachofuatia ni nini? Shemeji bwana naye. Kwa ninavyoelewa mimi. Mwanamke akishachezwa kinachofuata ni kuolewa. Nilichokuwa nataka nimeshakipata. Na lingine, na nini maana ya kufundwa au mwanamke msungo? Ni nini maana yake? Shemeji naona leo umenipania. Hamna shemu. Kawaida. Lakini hapo umefika sehemu sahihi. Maana ya usungo ama maana ya kufundwa? Hivyo vitu wanajua wanaume. Ukimuuliza mwanamke yote hawezi kukuambia. Hata mamako ukimuuliza hawezi kukujibu, zaidi hapo atakufokea na kukupiga tu. Kweli mama nilimuuliza lakini akanifokea. Umeona Sasa natukua hivyo vitu tufanye kwa siri. Na nikufundishe kwa siri, mtu yote asije akajua. Umeelewa vizuri? Sasa tusifike mbali. Una simu hapo?
Si msiri. Nyumbani unapajua? Hapana. Nisikilize sasa. Mimi nitajua nikupataje. Leo mida ya saa 12 jioni. Nahitaji twende nyumbani nikakufundisha zaidi. Lakini usije ukamwambia mtu yoyote. Endapo kama ukiropoka mdomo wako na ukamwambia mtu, hautapata unachokitaka. Sawa. Inatakiwa nikufundishe, ila nawe ukipita mtani unatamba. Unaonekana mwanamke ule kamilika na wewe. Nakwambia jamani, Lisa. Au unaonaje? Basi sawa. Nadhani baadaye kila jambo litakaa sawa. Au sio? Lisa. Shemeji. Kuna swali lingine lolote hapo? Hamna. Hamna basi sawa. Sawa, haina shida. Unalichukulia shauri nampa, itabidi aende kwa kaka yake. Ndio hivyo ndugu yangu, nenda kwa kaka yako pale. Afu namuona Lisa anamsaidia sana mjomba wake kulima pale. Kwa nini msimsaidie mtoto wenu jamani? Aibu itabaki kwenu. Hata sababu mamake mdogo hajamcheza ndio maana mtoto kawa haeleweki mitani. Msaidieni mwanenu, msimwache hivyo. Shoga zangu, nashukuru sana kwa ushauri wenu. Kwa sababu mara kwanza kuli nilienda kwa kakaangu, alinifokea. Ili mkubwa asusi. Nitarudi tena. Nitaenda kumuita, nitamuelezea. Basi mambo yatakuwa mazuri. Siku mbili hizi mtapata ujumbe wangu. Haya basi tusicheleweshe muda. Nenda katupe funguo tuondoke. Tuwahi. Basi hamna shida. Ili mtaniombea leo kusafari kwa basi. Unajua kichwa changu kipo sawa. Sasa katupe funguo mwana. Sawa. Kwa kweli tena mitiani. Basi sawa shoga zangu. Funguo ndo hii. Ili msisahau nilivyomwambieni. Kaniombeeni ruksa. Mimi kichwa changu hakipo sawa. Wala usijali. Haya. Kwaheri. Haya, karibuni tena. Haya. Sio bomba vipi? Sio fresh. Naona umetulia hapa unakula upepo wa mto. Tutafanyaje tena? Si unajua ndio maisha yenyewe ndio yale, si unajua. Au sio? Sawa, niambie. Kitambo hatujaonana ndugu yangu, umesafiri nini? Ni kweli kabisa hatujaonana. Si unajua harakati za hapa na pale ndizo zilizofanya kwamba wewe na mimi tusionane kwa wakati ndugu yangu. Sasa mimi naomba tu tuongee mambo mawili matatu. Ndio, nakusikiliza. Hivi unaishije wewe na mke wako? Kama vile anaishi watu na wake zao. Yaani inakuwaje kumwacha mke wako awe huru? Afanye vitu anavyotaka. Afanye vitu anavyojisikia. Hilo jambo unalichukuliaje? Niongea sana kiasi kwamba mpaka nimechoka sasa. Unajua mimi ni mtu niliyekulia katika mazingira ya kidini. Nikamwacha tu kwa sababu nivyo, nikamwacha afanye anavyojisikia. Afuni kingine, si unajua alienda mwenyewe Arabuni huko kafanya kazi, amepata vijira vyake kurudi hapa. Ndio kama vile ngamwacha awe huru. Sasa kama pesa ni mali, kwa nini alivyotoka huko Arabuni hakuchukua zile pesa ziweke ziweze kufanya kazi ambazo anazozihitaji? Kwa nini kakushirikisha kwenye masuala ya nyumba? Pia alikushirikisha katika masuala ya mashamba. Kwa nini hakufanya hivyo? Yaani sabiti kabisa kwamba una umuhimu na ndio maana akakushirikisha. Sasa basi itabidi uonyeshe msimamo wa kuwa wewe ni mwanaume. Unanielewa? Karibu dada. Asante kakaangu, habari yako? Salama tu, sijui wewe. Uko safi vipi familia yako? Nashukuru Mungu iko poa. Kama leo umeamua kuja kunitembelea. Karibu sana. Nakuja kakaangu. Unajua muda mrefu sana. Ndio, Niambie dadangu. Kaka mimi nimekuja hapa kuna vitu vinanichanganya. Vitu gani hivyo dadangu? Kuhusu yule mtoto Lisa ninaokaa naye. Kafanya nini tena? Mimi kuna siku nilikuwa namsuka pale nyumbani. Baada ya kumsuka kuna maswali kaniuliza, kwa kweli yale maswali yananichanganya sana. Ndio maana nimekuja hapa mpaka nakuuliza kichwa. Sawa kabisa. Swali la kwanza yule binti aliniuliza kwamba, "Mama, mimi kuna kitu nataka nikuulize. Nikishachezwa itakuwaje?" Ulimjibuje tena? Mimi nilichomjibu, ukishachezwa utapata nguo, utapata kanga, utapata matenge, utapata pia vitambaa mpaka utapata hela. Ndio nilimjibu hivyo. Bado hajaishia hapo.
Akaniuliza tena swali lingine. Mama, mimi kuna swali nataka nikuulize. Nikamwambia niulize mwanangu. Akanambia, nini maana ya kufundwa? Kwa kweli kakangu nilistuka na hivyo vitu vinaniumiza. Hawa wanaume huyo. Ndio maana mpaka nakuuliza maswali namna hiyo. Basi kaka, mimi pia nichemjibu nikamwambia kwamba bado hujafikia. Ukifikia utajua maana nini ya kufundwa. Lakini kwa sasa hivi siwezi nikakwambia, muda wako bado hujafika. Muda wako ukifika, basi utajua mwanangu. Maana ya kufundwa nini? Utajua. Ajaishia hapo kaka, 9:10 kuna swali lingine kaniuliza. Kaniambia, mama, hivi nini maana ya mwanamke msungo? Kwa kweli kaka, ile neno lilinistua na ndio lilinipa mawazo hadi sasa hivi. Nilimfokea sana. Yule mtu akaanguka hasira, akaingia ndani. Baada ya kuingia ndani mimi mwenyewe nikafikiria kwamba mimi ndio mwenye makosa au sisi ndio wenye makosa. Kwa sababu yule binti toka alivyokuwa mwali atukumbuki kumcheza. Wenzake wote mitani wanachezwa, lakini yeye atukumbuki kumcheza. Nakumbuka kuna siku nilikuja kaka yangu, nilikwambia kuhusu yule mtoto, ulinifokea, tukaishi hapo hadi sasa hivi hakuna chochote kinachoelekea. Sawa. Unakumbuka lile shamba lenu la migomba kule nani Ugulo? Ya, nalipata. Lile shamba katafutiwa dalali ambao Kibosile. Giza mle zimeuzwa. Kibosile? Ya. Yaani amekabidhiwa kivipi yani? Ya, kakabidhiwa ni kama dalali, kakata zile ndizi, kaenda kuuza na mahesabu yeye ndio kakabidhiwa mke wako. Kwani mimi si nipo hapa? Nimesafiri. Inawezekana vipi leo hii linafanyika jambo mimi sijui? Yaani anakabidhiwa mtu mwingine. Amenikosea sana aisee. Yaani sije tatanambia nini mpaka nimuelewe mwanamke. Sasa hicho ndicho ninachokiongea. Lazima uonyeshe msimamo. Hivyo unavyokuwa tu unavyojishusha na yeye pia atakushusha. Onyesha maridadi wa kuwa mwanaume. Onyesha kama wewe ni baba mwenye nyumba. Hayo mambo ambao uliyofanya na kuwa yani kujiweka kwamba uko chini sana, yeye awe juu, mwisho wa siku utachukuliwa mke, ndugu yangu. Hivi hivyo unajiona. Atachukua vingine lakini sio mke. Mke achukuliwe hapo. Dangu. Kwa sasa pesa sina ya kumcheza. Unajua kumcheza ni gharama kubwa sana. Najua. Na sasa hivi mimi nasomesha, kwa kubeba majukumu mawili itakuwa ni ngumu sana kwa sasa. Ila asubiri mpaka nipate pesa, basi ndio tutamcheza. Kwa sababu unasomesha, uwezi ukamcheza mtoto. Hawa unawasomesha kwa sababu ni watoto wako wa kuzaa. Ndio maana unasema huyu si mchezi kwa sababu huyu ni mtoto wa dada. Si ndio? Hivi wewe unavyofikiria huyu binti akishika ujauzito, sisi jamii itatuchukuliaje? Tutamkamata yule mwanamume, tutampiga pesa. Alafu ukimpiga fine, wewe unavyojua hiyo aibu ataibeba nani? Sasa tutafanyaje? Na mimi ndo sina pesa. Sasa kakaangu, sikiza nikwambie. Mimi kwa hapa tulipofikia, yule binti nenda kumchukua anakuja kuishi hapa. Sitoishi naye tena nyumbani. Uweze kukaa naye sina kwa sababu ni nyumba ndogo. Wewe ni msela, inatakiwa ndo kae naye. Kwa sababu mimi msela ndo majukumu yote umeniachia mimi. Sasa kakaangu, sikiliza nikwambie. Yule binti kuanzia leo anakuja kuishi hapa. Mimi haiwezekani. Inatakiwa kae huko kwako. Mimi kwangu mimi haiwezekani. Haiwezekani. Itawezekana. Ndio nishakwambia. Kuanzia leo naenda kumchukua binti anakuja kuishi hapa. Nimemaliza.